Na watu wengine wanashindwa kuzitumia mbinu hizi, kwa unakuta watu wanakimbia biashara zao. Mtu analalamika, mbona sipati wateja, wateja hawaji, watu wananikimbia, au mteja akishakuja mara moja harudi tena na vitu kama hivyo. Sasa ni vitu gani ambavyo vinafanya watu waikimbie biashara ya mtu? Vipo vitu vingi sana, ila kwa uchache tutaviorodhesha hivi vifuatavyo. Kitu cha kwanza ni uzoefu mbaya kwa mteja. Na uzoefu hapa unatokana na kabla hajasikia bidhaa yako, baada ya kufika ofisini kwako, na baada ya kuitumia nini amepata kile alichokitarajia. Hivi vyote vinaingia hapo kwenye uzoefu mbaya wa mteja, kutoridhishwa. Kwa hiyo kama mfanya biashara au mtoa huduma, usifikirie tu kuiboresha huduma. Fikiria kabla mteja hajaja. Mwingine ameona location lakini hajaelewa, anapiga simu haipokelewi. Tayari huo ni uzoefu mbaya. Mwingine amefika dukani hajapokelewa vizuri, au amehudumiwa chini ya kiwango, anauliza maswali hajibiwi katika namna ambavyo anatamani kusikia, au baada ya kutumia hajapata kile ambacho amekitarajia. Hivi vyote vinaingia kwenye uzoefu mbaya wa mteja. Kwa hiyo tunasema mteja ni mfalme. Jitahidi apate uzoefu mzuri, kwa sababu kupitia uzoefu itakuwa ni rahisi yeye kurudi na kuambia watu wengine. Kitu cha pili ni washindani wako kutoa huduma nzuri zaidi au punguzo la bei. Na hapa ukiwa unafanya biashara lazima ujue kwenye soko hauko peke yako, mko watu wengi. Ndio maana tunasisitiza huduma nzuri kwa mteja au bidhaa nzuri kwa wateja wako, kwa sababu wewe usipofanya vizuri wateja watahamia upande wa pili. Kwa hiyo wajue washindani wako, lakini pia toa huduma au bidhaa nzuri ambayo itamsaidia mteja kuja kesho na kesho kutwa, au kuwa balozi mzuri, au tunasema anakuwa royal customer, mteja wa kila siku akiwa anahitaji huduma au bidhaa yako. Hilo ni jambo la pili. Na jambo la tatu na jambo la mwisho ni bei kubwa kupita kiasi na ubora mdogo wa bidhaa. Na hapa kwenye bei kubwa tunasema kuna wale ambao wanapanga bei kulingana na gharama za uzalishaji, lakini kuna mwingine anapanga bei kutokana na tamaa tu. Yaani anatamani apate faida iwe kubwa. Kwa hiyo unapofanya hichi kitu, angalia washindani wako. Pengine unauza bidhaa ile ile, yani ubora ule ule, afu mtu akikufananisha na jirani yako yuko bei chini. Kwa hiyo unaweza kujikuta unapoteza wateja zaidi, au unatengeneza bidhaa ndogo lakini pia unaweka bei. Unatengeneza bidhaa yenye ubora mdogo alafu unaweka bei kubwa. Kwa hiyo kama mfanyabiashara ni lazima ujue unauza nini, unamtarget nani, unaitoaje huduma yako, na kubwa zaidi uzoefu ambao mteja anaupata kutoka kwako uwe ni wa kitofauti. Ukifanya hizi mbinu ambazo tunazizungumza katika namna ambayo iliyo bora, unaweza kuona wateja wanaongezeka na mauzo yako yataongezeka zaidi.